naambia kabisa baby or any name that you use to love, my love, honey, sweetheart, whatever, I need some money. Hey Habibti, assalamu alaikum. My name is Husna, Habibti Husna. Ukipenda unaweza kuniita Habibti. That's how all people ambao wananifahamu wananiita Habibti. So welcome back to my channel. So today's video we're going to talk about jinsi ya kumpa mwanaume pesa. So kabla hujamwona mwanaume pesa, unatakiwa kwanza ujue mwanaume uliokuwa naye ana uwezo wa kukupa hiyo pesa au ana uwezo wa kukupa hiyo pesa. Kama ana uwezo wa kukupa hiyo pesa, kwa hiyo jisumbue kumpa hiyo pesa. So msiache kunifollow kwenye social media zangu zote, natumia Habibti Husna. Utanikuta Facebook Habibti Husna, utanikuta Instagram Habibti Husna, utanikuta TikTok Habibti Husna, utanikuta Snapchat Habibti Husna. I'm everywhere. I love social media. I have to give a shout out to my own small business. Ukitaka mtandio kama wangu ulovaa utajipatia kwa Modest Fashion. Iko pia Instagram na iko pia TikTok. Ukitaka baya kama yangu ulovaa as well utaipata Modest Fashion. So karibuni sana, tunawapenda. So tuende kwenye topic yetu ya leo. Cha kwanza utakao utambue kwamba huyo mwanaume unamwomba pesa ana pesa ya kukupa, na je, la pili anakupenda? Kwa hizo ni pointi za kuziangalia. Kwa kwanza tuanze na point ya kwanza. Mwanaume ambaye unataka kumwomba pesa ana pesa ya kukugaia, na hiyo pesa unayohitaji akupe anaiweza, ana uwezo nayo, kwa sababu kuna matabaka tofauti katika jamii yetu ya aina wanaume ambao tunadate nao. Unataka mwanaume mwenye pesa afu na date na mwanaume ambaye hana pesa, my darling, unajisumbua. Hataweza kukusaidia chochote na hataweza kukupa hiyo pesa. Ana pesa afu he's stingy, so mtoaji pesa pia at the same time utakuwa unajisumbua, kwa sababu yani kuna wanaume tofauti. Kuna wanaume ambao ni provider, yani usikoe tayari kashajiongeza kashakupa pesa. Yani usiseme baba inaenda sehemu fulani, tayari ashajua that place ambao unaenda, where you're going, it needs money, atakupa pesa. Kuna wanaume ambao at the end of the kila mwezi anakupa allowance, na pia ukitaka ukiwa na low maintenance ya mwili wako anakugaia. Ukipronounce tu I need to go do something, I need to go and do this and this and this, anakupatia pesa. Na wanaume ambao ana pesa lakini pesa yake ni kama vile ni picha. Sijui utaka nini wanawake wenyewe mnaongangania eti kisa na gari, unamngangania, sijui sababu ya kufanya wewe mnganganie, hakusaidii, hakulishi, hakuvisha, hata kukulipia kodi hakulipii, eti unasema nampenda. Kwa hiyo kwa nini unakuwa na mwanaume naye? Muache. Huyo mwanaume akupendi. Mwanaume anayekupenda anataka kukupa pesa, akuhudumie, yani akujali, na kukujali kukuhudumia, na kukuhudumia kunahitaji pesa. Wakumbusha kwamba msiache kufollow kwenye subscribe, yani kusubscribe channel yangu, turn on notification ili kila nikipost video uwe unapata taarifa. Nitakuwa na post video frequently kwa sababu I have free time. I'm sorry kama utakuwa unasikia noise pollution. Sio tu wanatengeneza nini huko nje, they just like disturbing me. Okay, unatakuwa useme directly. Mimi sishindi kumwambia mwanaume au mtu ambaye niko naye kwenye mahusiano, mfano kama ningekuwa kwenye mahusiano, naambia kabisa baby or any name that you use to love, my love, honey, sweetheart, whatever, I need some money. Kama unajiona hauna hiyo confidence ya kusema you need some money, kuna njia sasa zingine za kumwambia mwanaume kwamba unahitaji pesa. Kwa unaweza ukaibua shida kwamba maybe kodi yangu imekaribia kulipwa na mambo mengi sana, mshahara bado sijapokea na kodi natoka nilipe tarehe 15, mwenye nyumba yangu mkorofi sana, nisipompa pesa kwa wakati anagomba, anafoka, sasa nitafanyaje, sina pesa sasa hivi, yani sita nifanyeje? Sasa hapo ndo utakokuwa ujue una mwanaume wa aina gani. Akikwambia pole baby, achana naye, huyo sio mwanaume, kwa sababu umekwenda pale una express your problem. So yeye kama mwanaume ambaye anakujali na kukuthamini, anatakiwa solve your problem. Jamani baby, kwani kodi shilingi ngapi? Atakuwa kuuliza kwani kodi shilingi ngapi? Wewe hapo unakuja kodi 200,000. Unalipa kodi miezi mingapi? Miezi 6. Ashika, anakupa hela yako hapo, unatulia. Sasa ukiwa na mwanaume ambaye
una pronounce your problem, yani una express, unaelezea shida ambayo inakusibu, and then at the end of the day anakupa pole, huyo sio mwanaume my darling, my habibti, achana naye. Sasa kama utaki kunisikiliza sawa, lakini mimi nipo hapa kukukumbusha vipenzi vyangu ili muende kuendelea kuwa warembo. Sio na noma ambao hawatunzi. Unakuwa mrembo face, baby wangu, mimi akupi. For what? For what? Okay. Another way for asking for money. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuweka kucha, unapenda kusuka nywele, unamwambia unatafuta labda unaingia Pinterest. Ushaingia Pinterest unatafuta idea labda za nywele 1 2 3. Baby nimeona design, unamtumia sasa zile design ambazo umezipata. Baby hii style nimependa kusuka, nataka safari niende nikasuke mwisho wa wiki. Mwanaume ambaye anakujali, anaikutunza, anayekupenda, tayari anajua anatakiwa afanye nini. Anakuambia shingapi, unaojitambua. Au mwingine hataki kuuliza bei, anakutumia extra. Kama ni nywele 200,000 anakutumia 500,000. Hiyo shika wewe mwenyewe na akili yako. Sasa ndio hivyo, kama umeona design za kucha, kama vile unaomba ushauri kwake, kesho kuomba ushauri kwake pale, ndio hapo na yeye anajiongeza na kutumia. Sasa mwingine unamtumia vitu kama hivyo, anakuambia nzuri, utapendeza. My darling, again, hauna mwanaume hapo, unaishi tu na mwenzio, shoga mwenzio, kwa sababu shoga ndio anayekusifia. Mwanaume atakuwa ni provider. Unatoa kama vile unatoa proposal, yeye anatoa solution. Ni hivyo jamani, tafuteni mwanaume ambaye ni mtoaji. Mimi siwezi kuwa na mwanaume ambaye hanipi pesa, na sisubiri eti mpaka nimuombe. Nikimuomba it's extra while tayari kashanipa. Unafahamu? Eti sasa tuanze kuombana kama vile naomba boom la chuo. Point yangu nyingine, hakikisha anakupenda. Huyo mwanaume hawezi kukupa pesa kama hakupendi. Kwa hakikisha mwanaume ambao uko naye kwenye mahusiano anakupenda, anakuthamini na kukujali. Hivyo short and clear. Na hakikisha tena na asistizia vipenzi vyangu, mwanaume huyo ana uwezo wa kukupa hivyo vitu unavyovitaka. Mfano mimi nataka mwanaume nionee kwenye mahusiano sasa hivi anipe gari. Sasa kwa mwanaume ambaye asikunipa gari, nitiji mwanaume anipe mtaji wa milioni 10. Sasa kwa mwanaume asikunipa mtaji wa milioni 10, kama mwingine atasema wewe mbona unataka vitu vikubwa? Wapo, lakini bado sijampata. Kwa hiyo mpaka nikimpata bora niwe peke yangu, kwa sababu siwezi kuwa na mtu ambaye naona kabisa hawezi kunisaidia kwenye maisha yangu. Utakuwa na mtu ambaye naona kabisa he can move from one place to another. That's step. Yani ndio maana akaitwa male. M stands for money. Our man stands for money, and woman, W stands for what? Withdrawal. So that's the video of the day. Thank you for watching. Msije follow kwenye social medias, kwenye channel yangu. Nawapenda sana. Allahumma barik. Asante kwa kuniangalia.